nilipofika chuo mwaka wa 3 nikapata neema ya kuokoka. Nikaweza kuongozwa sala ya toba hapo hapo Madigo Hostel, na baadaye nikawa nimeelekezwa kanisa la Kilokole la kwenda kusali, nikaanza kusali kule. Lakini bado nikawa naendelea na kuvaa suruali nikiwa hostel. Siku moja nikakutana na kaka ambaye nilivyokuwa nitambulishwa kwa walokole wachache. Sasa kaka alivyokuta nimevaa suruali nikamwona tu usoni kama kabadilika, yani hakupenda. Alikuwa kama kakaangu. Akanitumia message, akanitumia mistari tu ya Biblia na kusema kitu zaidi ya kutuma mistari ya Biblia. Mimi pale nikawa nimeelewa. Nikamwambia sawa kaka, asante, nimeelewa. Kuanzia siku ile sikuvaa tena suruali hostel. Nikawa tu navaa sketi na magauni, suruali nikawa navaa nikiwa nasafiri. Likizo nasafiri na nikawa ndo navaa suruali. Baada ya kumaliza degree ya kwanza, kwa sababu niliokoka ilikuwa term ya kwanza kuelekea term ya pili. Kwa hiyo nikawa sikujiingiza sana na walokole wa pale chuo. Nikawa tunaishi hivyo hivyo. Baada ya kwenda mtaani nimekaa kidogo, nikapata neema ya kurudi kusoma masters hapo kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, degree ya pili. Nilivyorudi kusoma masters nikawa nimejiunga na Kasfeta. Yaani kule chuo maana mimi nilikuwa nakaa Madigo Hostel. Kuna fellowship mbalimbali, kuna za Katoliki wana fellowship yao. Yaani kila dini inakuwa ina fellowship. Kwa hiyo mimi nikajiunga na ile fellowship ya walokole kabisa. Na ile fellowship ilikuwa kama jicho, yani ilikuwa inatusaidia sana uvaaji, jinsi ya kuenenda, unajiona kabisa wewe ni umeokoka, hauwezi ukavaa suruali. Yani sikuwahi kuona binti wa fellowship akiwa amevaa suruali. Kama tu tulikuwa tunajipamba sawa, lakini kuna mavazi alikuwa hatuwezi kuyavaa. Na vile vile ilikuwa inatusaidia sana kwa sababu tunajulikana walokole na tunajuana. Kwa hiyo ilikaa ilinisaidia kama ilikuwa kama jicho hiyo fellowship.